ya Mathayo Mtakatifu. Neno la Mungu kutoka Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 6. Mathayo Mtakatifu sura ya 6. Taanza na ule mstari wa 19. Tutafika mpaka nitakapoishia. Mathayo Mtakatifu sura ya 6. Mstari wa 19 nitaishia nitakapoishia. Na watangulia kusoma. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni, isikoharibika kitu kwa nondo wala kwa kutu, wala wevi hawaibi wala hawavunji. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako utakapokuwa. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako utakapokuwa. Tuombe. Bwana Yesu, wewe ni Mungu pekee. Wewe ni mfalme, ndiwe mtakatifu wa Israeli, Baba mwenye enzi yote, Jehova unayekuwa uzima kule Bwana. Asante kwa ajili ya sana ya asubuhi njema. Imekubalika machoni pako ufalme wa mbinguni, ninakutukuza kwa ajili ya tarehe ya 11 Bwana. Ninakuinua peke yako mfalme, maana Baba umetupa uzima na afya njema, tuko katika madhabahu yako Bwana. Tumekuja ili kusikia kutoka kwako Roho Mtakatifu. Tufundishe sasa watoto wako. Tufundishe tufundishe kwa ajili ya neno hili Mungu. Tufundishe Roho Mtakatifu kwa amani peke yako, ukahusike ule mwema. Ninakubariki Bwana Yesu kwa kuwa utakuwa pamoja nasi. Ninakuinua Roho Mtakatifu mwalimu mwema, maana unaenda kutufundisha sasa hivi. Ni katika ulinzi wa damu yako ya msalaba. Naomba nikikuamini Bwana Yesu kwa kuwa uko pamoja nasi mahali hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Leo nijenga ushirika wako. Neno la leo linatuongoza hapa ni kutoka Mathayo ile 6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Yesu mwenyewe alipokuwa na makutano akiwaambia habari hizi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anawaambia habari nyingi, ukianzia pale mwanzo alikuwa anawaambia habari ya kutoa sadaka. Unapotoa sadaka hata mkono wako usifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia habari ya kuomba. Aliwaambia habari ya kufunga, kwamba unapofunga watu wengine wasijue. Inakuwa ni siri yako. Bwana Yesu asifiwe. Sio jambo la kujionyesha kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa akaanza tena kuambia habari ya kujiwekea hazina. Bwana Yesu asifiwe. Maana nakwambia hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusijiwekee duniani, sababu kuna wevi. Duniani kuna nondo, kuna watu wanabomoa, kuna watu wanaiba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mbinguni hakuna anaweza kuiba, sababu ulinzi wa Bwana uko kule. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Kule ndio kwenye uzima na usalama uko kule. Duniani hakuna usalama. Bwana Yesu asifiwe. Najua wengi tumeibiwa, si ndio? Wengi tumewahi kuibiwa, si ndio? Hakuna leo kuibiwa. Wametuambia wevi wapo. Waizi wapo. Bwana Yesu asifiwe. Nondo kutu zipo zinakula. Wengine wote tunaweka akiba zetu kwenye vibubu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Hatuweki huko. Hatujaibiwa. Hatujaibiwa. Hatujawahi. Hatujai huko. Lakini mbinguni hakuna anayeiba. Hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Kumbuka hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Usipoweka hazina na moyo wako hapo kule. Haleluya. Haleluya. Watu tunakazana sana kujiwekea hazina duniani. Wengi tunakazana kujiwekea hazina ni wengi, asilimia kubwa. Sidhani kama tunakumbuka sana kuweka hazina mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tunatamani kuweka sana kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya sisi, lakini tunasahau kuweka hazina sehemu ambayo Mungu mwenyewe aliyetupa hivyo vitu tunamrudishie. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana Yesu anasema Mungu anatuambia tumjaribu katika hali ya kumtolea. Akamwambia baraka zake zitakuwa za kusuka suka. Lakini sisi wanadamu tumesahau. Mali na vitu vyote ni mali ya nini? Ya Bwana. Lakini sisi tunatafuta kwa ajili yetu wenyewe, kwa ajili ya mili yetu, kwa ajili ya vitu vyetu. Tunasahau kuweka hazina mbinguni. Hakako kuna ulinzi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu